Nafundisha tena maneno muhimu sana kwenye Kiingereza na Kiswahili. Aina 8 za maneno ya Kiswahili. Na huku kwenye Kiingereza inasema ni part of speech. 8 part of speech. 8 part of speech. 8 part of speech. Na huku yanasema aina 8 za maneno ya Kiswahili. Uone Kiingereza na Kiswahili vinavyofanana. Hapa tunaanza na kuna aina 8 za maneno ya Kiswahili. Aina hizo ni kama ifuatavyo. Kuna nomino, kuna vivumishi, kuna vitenzi, kuna viwakilishi, kuna vielezi, kuna viunganishi, kuna vihusishi na viingizi. Haya ndio maneno 8 ya Kiswahili. Soma kuanzia form 1 mpaka chuo kikuu. Hauwezi kubadilisha maneno. Aina 8 za maneno ya Kiswahili. Tunakuja kwenye Kiingereza. Wanasema these important kind of words which are sometimes called part of speech. Haya ni aina ya maneno muhimu sana ambayo muda mwingine huitwa sehemu ya maongezi. 8 parts of speech. Haya, tunaanza kuyasoma. Kuna noun iko hapo, kuna pronoun iko hapo, kuna adverb iko hapo, kuna conjunction iko hapo, kuna preposition iko hapo, kuna adverb iko hapo, kuna injunction iko hapo, interjection iko hapo na adjective iko hapo. Zote hizi ni maneno 8 ya Kiingereza, ni maneno 8 ya Kiswahili. Sasa tuangalie. Ili ujue kwamba ni hivyo. Nomino ni majina. Pronoun ni viwakilishi. Verbs ni vitenzi. Conjunction ni viunganishi. Preposition ni vihusishi. Adverb ni vielezi. Conjunction ni viingizi. Adjective ni kivumishi. Haya. Anayebisha kwamba Kiswahili na Kiingereza vinafanana ni nani? Nimetaja aina hizo ili ujue kwamba wakati nafundisha tenses nilikuwa na maana nzuri. Kwamba huwezi kuongea Kiingereza bila kutumia hawa wahusika. Lazima utatumia jina la mtu. Usipotumia jina la mtu utatumia kiwakilishi chake. Na ukimaliza kutumia kiasi ama umemaliza kutumia jina au umetumia kiwakilishi, mbele yake utakachokiweka utaweka kitu gani kafanya. Mbele yake utaweka yukoje, ni mweusi, ni ni mfupi. Nitakuja kuvichambua vyote hivi haya maneno ambayo nimeyasoma. Kwa Kiingereza wanaita 8 part of speech, na huko wanasema ni aina za maneno ya Kiswahili ambayo yako 8. Maneno 8 ya Kiswahili. Wewe unafundisha yale maneno, wengi walikuwa wanashangaa huyu anafundisha. Sasa nimefundisha hawa wahusika ili ukae unajua kwamba lazima mtoto kwanza aanze kujifunza hawa wahusika ambao ni subject pronoun, na huko anaita kiwakilishi tenda. Lazima atumie hawa. Tumekuja kuangalia hapa. Labda niende haraka. Unavyosema nomino ni neno linalotaja kitu fulani kwa ajili ya kutofautisha au kupambanua miongoni mwa vitu vingine. Hiyo ndio nomino. Ni nomino hiyo. Tukija huku utakutana nayo yako hivyo vanaeleza.
hivyo hivyo tutakuja kukutana nayo, yanaeleza hivyo hivyo kama unavyoonyesha. Hivyo natakiwa kabla hujaanza kusoma walimu, ili ufaulu, lazima usimame na hizo, ujue unachokisoma nini. Mwalimu ukisikia leo anasoma kitu anakuambia leo tusome maneno 8 ya Kiswahili au part 8 part of speech, lazima ujue kwamba anazungumzia nini. Ukishaelewa tu kwamba nomino kumbe ni hii, kumbe hiki ni hiki, kumbe hiki ni hiki, upati shida. Hapo nimemaliza.